Unatazama Ndizi TV Afrika. Hujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Afrika popote pale ulipo, ikiwa kwamba siku ya leo ni ya Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2025, nikikukaribisha katika taarifa zetu za mpasho saa 7. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi, mwelekezo wangu ni Alex Mungare. Asubuhi radhi kwa kukuletea taarifa zetu ikiwa kwamba tumechelewa kwa sababu ambazo hasingehepukika. Na tunapoanza taarifa zetu ni kwamba kile ambacho kinachoonekana kuwa mpango ulioratibiwa kwa ustadi na kundi la makatibu na makatibu wanane kutoka wizara mbalimbali eneo lile la Kilgoris wanaojiita timu kazi kimeibuka kikilenga kumpigia debe Rais William Ruto kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, huku wakisisitiza kwamba dhamira yao ni kumsaidia rais kutekeleza ajenda na miradi yake ya maendeleo. Of education in Kenya is strong. Mambo ya CBC wala CBE imeshika laini. Mambo ya universities imeshika laini. Mambo ya TVET imeshika laini. The state of education in Kenya is strong. Investment ambayo serikali inaweka ni mingi. Kuandika walimu 1,100 imeweka kila mtu ndani. Iko Masai ndani, iko yule mwingine, hata Mkuri yako ndani, hata Pokoti yako ndani. Jamani, hiyo si ni serikali ya kila mtu? Rais wetu ameangalia kila mtu ama hajaangalia? Ameangalia. It is now evident in Kenya that one single political party will not form government. It requires a coalition of parties. Ndio tuko na serikali party will not form government. It requires a coalition of parties. Ndio tuko na serikali inaitwa broad based. Broad based maana yake ni kwamba wale ambao wamechaguliwa kwa vyama mingi wote sasa wako ndani ya serikali. Serikali inaitwa broad based. Broad based maana yake ni kwamba wale ambao wamechaguliwa kwa vyama mingi wote sasa wako ndani ya serikali. Kwa sababu serikali ya William Ruto na kodi ambayo Kiptoo anatumia na sisi wote ni kodi ya Wakenya. Na tukisonga mbele ni kwamba kitengo kipya cha afya kwa kina mama na watoto wachanga kimesunduliwa mchini Sosiot, eneo bunge la Belgut katika kaunti ya Kericho, hatua inayotarajiwa kuboresha huduma za uzazi na kupunguza vifo vya akina mama wakati wa kujifungua. Unit is part of the Sosiot Sub-County Level 3 Hospital, and it caters in the hinterland for about 30,000 people who are served in this area. So the demand for this facility is quite high. They have deliveries that are about 70 to 80 deliveries a month. So the facilities were inadequate in this area. Natoa asante kwa M-Pesa Foundation na wale wote ambao wameweza kujumuika mpaka siku ya leo. Tuko na hospitali ambayo inasaidia kina mama na watoto. Tunataka wamama wetu waweze kujifungua kwa njia ya heshima. Tuweze kupata watoto ambao wanapatiwa immunization kwa njia ya heshima, na tusikue tena na vifo wakati mtoto anapozaliwa, kwa sababu sasa Sosiot through M-Pesa Foundation tuko na hospitali ambayo itashughulika na prenatal na postnatal care ya mama. As the governor of this county, it is within our blueprint and vision that we are going to make Belgut to be a level 4 hospital. I appreciate Senator Aaron Cheruyot for the effort that he did until we have this facility here. I appreciate the area MP Mheshimiwa Sonko because of his effort, and he gave us this piece of land. And today, as leadership, united as a team, we are able to deliver a great facility.
Kwingineko ni kwamba muungano wa wanahabari nchini KUJ umeanzisha mafunzo maalum kwa waandishi wa habari katika kaunti ya Nyamira, yakilenga kuwaelimisha kuhusu mbinu za kujilinda wanapotekeleza majukumu yao, huku katibu mkuu Eric Oduor akiwahimiza wanahabari kujiunga na vikundi vinavyotetea usalama wao kazini. So that is when I came here. So wakati kuna issue ya sexual harassment at workplaces and even here in the field. Ni jambo ambalo washirika na wanachama wamefunzwa na wameelewa kwamba they need and they deserve their right to exercise their duties while in the field and even in the office without being sexually harassed. Na ningependa sana hiki chama cha Kenya Union of Journalists kiweze kuingilia kati kuangalia jinsi kitaweza kusuluhisha tatizo hili kwa undani kabisa, kuhakikisha ya kwamba vitendo kama hizi zinaweza kuwa zimepunguzwa, na pia wenye kufanya hizo vitendo za sexual harassment waweze kufuatiliwa na pengine kufikishwa hadi kotini. Ingekuwa bora zaidi kama wamiliki wa vyombo vya habari wangeangalia waone jinsi ambavyo maslahi ya mfanyakazi wao, maslahi ya huyu dada anayetekeleza majukumu yake kila siku, maslahi ya mimi ninayejituma kuhakikisha kwamba wananchi wanapata habari yanatunzwa, ili kwamba ndio tuboreshe kazi zetu zaidi. We deal with the welfare and the rights of journalists. Sasa tukiona journalist anaumia, tunaingia ndani na kumpatia free legal advice na even social support, social emotional psychological support. Na kwingineko, msukumo wa mabadiliko ya kisiasa katika eneo la Nyanza umeongezeka baada ya waziri wa fedha John Mbadi akiandamana na waziri wa nishati Opiyo Wandayi na mbunge wa Uriri Mark Nyamita kuitaka jamii ya Waluo kumuunga mkono Rais William Samoei Ruto kwa madai kwamba ushirikiano na serikali ya sasa utahakikishia eneo hilo miradi zaidi ya maendeleo na uwezo mkubwa wa kiuchumi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Waziri wa fedha na mipango ya uchumi John Mbadi ameitaka jamii ya Waluo kuungana na kuunga mkono Rais William Ruto ili kufaidika na miradi ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa. Akizungumza katika eneo la Rapogi, kaunti ndogo ya Uriri, wakati wa mpango wa uwezeshaji wa kiuchumi kwa kina mama, Mbadi amesema kuwa jamii ya Waluo inafaa kuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono serikali jumuishi inayoongozwa na Rais William Ruto, akibainisha kuwa miradi ya maendeleo imesambazwa kwa usawa kote nchini. And give them direction where to go for the betterment of this country. This country is for all of us. This country needs peace. This country needs progress, and it needs development. We must talk to our people and tell them that the government of today has remembered all corners of the country. The government of today is not a government of only one section of this country. We are developing the country uniformly. That is why today I'm here and I'm discussing development with the people of Uriri. Kauli hizi zimeungwa mkono na waziri wa nishati Opiyo Wandayi ambaye pia alihudhuria hafla hiyo. Amesisitiza kuwa jamii ya Waluo inapaswa kuacha kusita na badala yake kumuunga mkono Rais William Ruto hadi mwaka wa 2027. Foolish enough to start looking for another government. Oh, come on. It is only reasonable and logical that we support the government that we find ourselves in and make it strong and go further and support the president to get his second term with our votes. Oh, come on. Kwa upande wake, mbunge wa Uriri Mark Nyamita amesema kuwa jamii ya Waluo haitajihusisha tena na maandamano barabarani, bali itaunga mkono uongozi wa Rais William Ruto. Katika serikali hii ya broad base sisi hatutoki. Sisi hatufanyi nini? Tunakaa na Rais William Ruto mpaka 2032. Na kwa sababu sisi tutamuunga mkono vizuri 2032, tutamwambia yeye pia tuunge sisi mkono. Kwa hivyo sisi wote kura yetu itakuwa kwa kikapu moja ya Rais William Ruto. Wale ambao wanasema tuende maandamano, sisi tunasema washindwe. Wangapi wanasema sisi haturudi kwa barabara tena?
sisi haturudi kule kwa barabara kwa mambo ya maandamano. Kwa hivyo Rais William Ruto, tunashukuru kwa mawaziri ambao umetupatia na kwa ile miradi ambayo umeanza. Tunakukaribisha kuja hapa mara nyingi. Aidha, amewahimiza vijana kujitokeza kwa wingi kujiandikisha kama wapiga kura na kujiandaa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu ujao. Vijana ambao hawajachukua kipande, vijana ambao hawajachukua kura, tunawahitaji tafadhali mchukue kura. Ndio ile idadi yetu wakati tutakuwa tumemaliza 2027. Wakati rais anakaa chini, anaangalia idadi ya kutoka sehemu hii ya Nyanza na anatupatia zile vitu. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na kwingineko, tukirejea katika kaunti ya Nyamira, ni kwamba naibu kiongozi wa chama cha Jubilee na waziri wa zamani wa masuala ya usalama wa ndani Fred Matiang'i daktari amewataka maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC pamoja na Wakenya wote kudumisha amani na kuzingatia sheria katika chaguzi ndogo sichazo. Matiang'i amehimiza umma kuhakikisha kuwa chaguzi hizo zinaendeshwa kwa utaratibu, akisisitiza kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria. I keep going back to this point and I would like to speak about this very, very cautiously. When things go south, they begin from very small gaps and small violations, where, for example, public officers and so on begin operating as though the law does not apply to them. And then slowly, you discover that you are courting disaster. There's something I'd like to say today here, and then I think I'll take the lines of the fact that I'm now in political participation so I can say it. Every time you talk to people in this country, the anger and pain down below is very, very, very deep. Very deep. People are very, very angry. The population is very angry, very frustrated, and with all these issues, including overtaxation, including some of the taxation measures that we have taken that are punitive, when you look at workers across the country are paying. The pay slip has been raided left, right, and center. So economic challenges are there for sure. Then add to that the unemployment issue. Then add to that we have huge numbers of our young people who are unemployed who are out there and so on. If we engage in rhetoric that could inflame passions, we could very easily drive this country into chaos. Very easily. Very, very easily. So that's why I've been making this point everywhere I go. We all have to respect the law. We all have to have a responsibility to keeping law and order. And the leaders in government need to know that that is not for those in the opposition alone. It is for them too. Because the moment you start showing that level of discrimination that the law does not apply to others, you have begun the journey of courting disaster and you have begun, a downward. Basi ikiwa kwamba taarifa hiyo kutoka kaunti ya Nyamira, na waziri huyo wa zamani alikuwa anazungumza nyumbani kwake pale Nyansiongo. Na hapo ndipo tunafika tamati katika taarifa zetu za mpasho saa 7, lakini kabla hazijatoweka ni kwamba leo hii kuna kiputa ambacho kitakuwa kinagaragazwa pale EPL, na timu ya Manchester United itakuwa inagaragazana na Everton, ikiwa kwamba yule Aleka ambaye ni supporter mkubwa wa Manchester United, najua leo hii atalia kilio ambacho yeye mwenyewe amekitakia kwa sababu ambazo anasifahamu zaidi. Lakini hiyo jana Arsenal ilipata kuitwanga Tottenham mabao 4-1. Ni hayo tu kwa sasa. Kwaheri na wale ambao ni mashabiki wa Ndizi TV Africa. Endelea kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook tunapata kama Ndizi TV Africa, YouTube Ndizi TV Africa, mitandao yetu ya kijamii kote Instagram, TikTok, X utapata kama Ndizi TV Africa, na bila shaka kuendeleza mazungumzo haya kupitia WhatsApp namba yetu 0711199890, na bila shaka katika ujumbe mfupi kwa nambari 21575. Jeff Nyakundi nikisema kwaheri, mwelekezi wangu amekuwa bwana Alex Mungare.